Kama pale nilivyoambia pale awali, round ya pambano hili ni round 4. Referee wenyewe protect yourself, ndio wote na dini sheria zangu nasema break stop watekee mchezo tayari. Red corner na blue corner wako kwenye ring na pambano unapenda kuanza. Second out of the ring. Naam. Naam, Ali Sultani fight nyingine katika mapambano ya Eden Boxing Battle, mapambano ambayo yanafanyika hapa Lamasia Village, mapambano ambayo yaliyoandaliwa na promoter Gaddafi the Defending League, mapambano ambayo safari hii inaenda kukutanisha kati ya Ali Sultani kutoka Red Corner ambaye amevaa bukta ya zambarau yenye ufito wa kaki, lakini dhidi ya mpinzani wake Mohamed Sultani amevaa bukta ya zambarau pia yenye ufito mwekundu, lakini gloves zake ni gloves zake nyeupe. Kwa hiyo ni fight ambayo inakutanisha mechi ambayo yenye ushindani zaidi kutoka bondia hao wawili, ambao fight ambayo imeanza na tensi ya hali ya juu sana katika upande wa mashambulizi. Ngoja tuangalie katika sekunde zitakazoendelea nini kitaweza kufanyika bondia hao wawili. Naam, mashambulizi yamekuwa ni kukutana sana, wote wameonekana kuwa hai sana katika kupigana. Kwa upande pia wa Ali Sultani ni bondia ambaye anacheza upande wa kulia au katika kutanguliza mguu wake wa mbele anacheza upande wa kulia, yani upande wa southpaw. Lakini kwa upande wa Mohamed Selemani ni bondia ambaye anacheza mguu wa kushoto katika kutanguliza mguu wake wa mbele. Kwa hiyo ni mechi hapo ambayo inakutanisha bondia ambao wanacheza stance mbili tofauti. Mmoja ni southpaw ambaye ni Ali Sultani, lakini mwingine ni orthodox kwa upande wa Mohamed Selemani. Na fight inaonekana kutokuwa na ufanisi zaidi katika upande wa kupanga mashambulizi, kutoka bondia wote wawili wanaonekana wakipigana na mashambulizi yamekuwa yakikutana, lakini pia ufanisi katika kupigana, yani ngumi zimekuwa zirushwi katika ule ubora ambao tumekuwa tukizoea katika mashambulizi ambayo yameonekana katika upande wa professional boxing au katika upande wa ufanisi wa kupiga zaidi. Namna ambavyo Mohamed Selemani amekuwa akirusha ngumi kota, yani ngumi ambayo si clean na si safi, yani ngumi ambayo pia katika ufanisi. Naam, straight right hand kutoka kwa Ali Sultani, combination kutoka kwa Mohamed Selemani. Naam, jab kutoka kwa Ali Sultani, watu combination kutoka kwa Ali Sultani. Kutoka kwa Ali Sultani. Na raundi ya kwanza imetamatika. Round ya kwanza imemalizika. Second out of the ring. Naam, raundi ya pili inaelekea katika kuanza baada ya raundi ya kwanza kutamatika. Na raundi ya kwanza imetoa majibu namna ambavyo bondia wote wawili wamekuwa wakicheza. Kwa upande wa Mohamed Selemani, bondia ambaye anaonekana kwamba amekuwa ni bondia ambaye ana miss katika upande wa mfumo wa upiganaji. Ni bondia ambaye anaamua tu kupigana, amekuwa hana ule mfumo halisia wa kupigana, licha kwamba tunaweza kumhesabia kama ni bondia wa kupigana, bondia wa kuzandani, lakini kuna baadhi ya vitu vingi ana miss. Angalia namna ambavyo amekuwa akifanya mashambulizi yake, namna ambavyo anaweza kutoa jabu yake, mkono wake wa nyuma ambao ndio mkono wake wenye nguvu ambao anavyoweza kutumia katika kufanya mashambulizi, amekuwa apige ngumi katika ufanisi, licha kwamba kwa upande wa Ali Sultani
Ni bondia ambaye anaweza kutumia urefu wake vizuri, lakini utofauti wa kuachia ngumi moja, lakini pia kucheza kwa mbali na kuweza kutuliza pressure ya mpinzani wake Mohamed Selemani, ameonekana kutoweza kuimudu vizuri. Anajaribu kuingia katika mfumo wa Mohamed Selemani wa kupigana, na kuna muda wanakutana mashambulizi ambayo imekuwa hayana manufaa zaidi kwa bondia wote, licha kwamba wanaweza kujika katika hatari zaidi ya kugongana vichwa, au wanaweza kujika katika hatari ambayo wanaweza kupata injury ya bondia wote wawili katika maeneo ya mili yao. Kwa hiyo ni fight ambayo kama Ali Sultani anaweza kutumia urefu wake vizuri na kuamua kumtembeza mpinzani wake Mohamed Selemani, basi tunaweza kufuata mechi ambayo inaweza kuwa nzuri, mmoja akawa boxer zaidi katika upande wa kubox huko akifanya mitembeo, na mwingine Mohamed Selemani anaweza kuwa mpiganaji zaidi katika kuendesha zaidi fight na kuwa mpiganaji zaidi. FTQ imenasa pale kwa upande Mohamed Selemani, amekuwa kidogo kwangu moja, sio kwamba ana ufundi sana, inajaribu kuadapt kufanya mashambulizi ambayo anaweza kufika katika ule ubora. Mohamed Selemani ameonekana kupigana ili mradi aweze kumfikia mpinzani. Mipango, mikakati, ubora wa mashambulizi au ufanisi katika kupiga au kupiga ngumi katika ufanisi, hicho kitu kimeonekana kumisi katika upande wake. Anajaribu kutoka akiwa hai huku akimove kwenda mbele katika upande wa kushoto ambao amekuwa akitanguza mguu wake mbele, huku akiwa open way, yani yuko wazi kabisa na akifanya mashambulizi ambayo yamekuwa apige ngumi katika ufanisi. Kweli kuna baadhi ya ngumi tumekuwa tukiziona straight right hand, left hook kali, lakini amekuwa akipiga kuanzia mbali, kutokuwa na ubora wala ile ubunifu wa kutumia hayo mashambulizi. Kwa upande wa Ali Sultani anajaribu kumpa advantage zaidi Mohamed Selemani, ambaye yeye kiasili. Naam, raundi ya pili imetamatika. Raundi ya pili imemalizika. Red corner ni Ali Sultani dhidi ya blue corner Mohamed Selemani. Second out of the ring. Raundi ya tatu kwenye fight ya Ali Sultani kutoka red corner dhidi ya Mohamed Selemani kutoka blue corner. Bado fight imeonekana referee ameonekana kuchelewa katika kumzuia Mohamed Selemani, kwa sababu Mohamed Selemani ameweza kufanya mashambulizi vizuri na kuweza kumtoa nje ya ulingo mpinzani wake Sultani, licha kwamba referee kitendo cha kuchelewa na kufanya shambulizi wakati mpinzani wake yuko nje ya ulingo kimeweza kutompa nafasi mpinzani wake kutoweza kuhesabiwa. Kwa hiyo amekosa nafasi zaidi kutoka katika nafasi hiyo ambayo ingeweza kumpa manufaa katika raundi hii, ambayo kama ingeishia yeye kuendelea kuscore zaidi, basi angeweza kuibuka na matokeo ya kupata pointi 10 dhidi ya mpinzani wake ambaye angeweza pointi 8 kutokana na tayari ameshatoka kabisa katika rhythm ya kutoka katika out of canvas. Na Mohamed Selemani, kitu ambacho ameonekana kwa bora, sio bondia ambaye ana ufundi sana, sio bondia ambaye ana vitu vingi kiuchezaji, lakini kwamba anajaribu kuachia tu mikono iende, kutumia mikono yake yenye nguvu, lakini pia kutumia uvumilivu ulikuwa nao, endurance, uwezo wa kupokea punch na kusonga mbele. Kwenye ngumi kuna muda mwingine unaweza ukazidiwa kila kitu, lakini uwezo wako wa kupokea mashambulizi na kufanya mashambulizi kwenda mbele inaweza pia ikakupa advantage katika kumwini mpinzani. Ali Sultani anaonekana na kitu ndani yake, ila kitu kinachompa mistake ni kukubali kuingia katika mfumo wa Mohamed Sultani, jambo ambalo limekuwa likimgharimu katika raundi hii pia. Straight right hand kutoka kwa Mohamed Selemani. Mohamed Selemani amekuwa akijaribu kufanya mashambulizi ya counter, kutega, kujaribu kumwacha mpinzani wake Ali Sultani kufanya shambulizi, ili mbadi pia aweze kumkamata katika mashambulizi ya counter. Straight right hand kutoka kwa Ali Sultani imeweza kuendi vizuri katika kifua cha Mohamed Selemani. Straight right hand kutoka kwa Ali Sultani. Burudani hizi zinatokea hapa katika ukumbi wa Ramasia Village, mapambano ambayo ya Eden Boxing Battle, mapambano ambayo yameandaliwa na promoter Gaddafi the friend you need. Raundi ya tatu inatamatika. Raundi ya tatu
imekamilika. Kutoka red corner dhidi ya Mohamed Sulemani kutoka blue corner. Wakati huo Sakanya unajiandaa dhidi ya Justin Mbogo. Second out of the ring. Naam, raundi ya 4 hiyo, raundi ya mwisho kabisa katika pambano hili kati ya Ali Sultani dhidi ya Mohamed Sulemani, championship round, raundi ambayo inaweza ikaushawishi majaji endapo bondia yote katika bondia wawili anaweza kufanya mashambulizi yenye ufanisi na aweze kushawishi majaji. Mohamed Sultani bado anaonekana kuwa active kufanya mashambulizi kama ambavyo amekuwa akifanya na amekuwa akishangilia imadi kuwapa hamasa mashabiki wake, kitu ambacho kinachompa faida Mohamed Sultani kufanya mashambulizi mengi zaidi, licha ya kwamba ngome zake zimekuwa hazipo katika forma zaidi wala kupiga katika ufanisi, lakini amekuwa akishambulia sana, mashambulizi ambayo amekuwa akifika kutoka kwa mpinzani wake Ali Sultani. Ali Sultani urefu aliokuwa nao umeshindwa kumnufaisha katika raundi zilizopita kutokana na mpinzani wake Ali Sultani kuweza kumdominate, kuamua kumchezea ndani, kubana mitembeo, lakini pia kutomnusu kucheza katika ule mfumo ambao amekuwa akiutaka. Mashambulizi ambayo amekuwa akifanya Ali Sultani ni kutumia zaidi mkono wake wa kulia. Jabu yake imekuwa ipo active sana. Nilitegemea huenda urefu aliokuwa nao na kuweza kufanya zile movement, angeweza kutumia jabu yake vizuri na kumweka mpinzani wake mbali na kufanya mashambulizi pia counter ambayo pia angeweza kutumia katika mkono wake wa kulia ambao amekuwa akipiga mara kadhaa. Naam, amekosa canvas pale, lakini referee anakataa, anasema si canvas, na anaamua kufuta na kuruhusu pambano liendelee. Na mabondia wawili wanashikana wote, Ali Sultani na Mohamed Sulemani. Set right hand kutoka kwa Ali Sultani, 1-2 combination kutoka kwa Mohamed Sulemani, jabu ambayo pia ilikuweza kulendi katika upande wa Mohamed Sulemani. Set right hand kutoka kwa Ali Sultani, set right hand imenasa tena kwa upande wa Mohamed Sulemani. Sultani amekuwa akitumia sana mkono wake wa kushoto nyuma, mkono ambao amekuwa akiutegemea sana katika kulendi katika upande wa Mohamed Sultani. Mohamed Sultani yeye ngumi zinaweza kumfikia wakati wote, kwa sababu sio bondia ambaye anaweza kufanya head movement vizuri akablock ngumi au akafunga mikono juu. Ni bondia ambaye anategemea mashambulizi ambayo yanaweza kumpa faida, lakini pia mashambulizi kuwa katika upande wa kujilinda, na anaposhambulia anampa. Raundi ya 4 imetamatika katika raundi hii ambayo ni ya mwisho kabisa katika pambano la Mohamed Sultani na Ali Sultani. Mabondia wetu ni Ali Sultani dhidi ya Mohamed Sulemani. Wasaa mzuri wa kusubiri matokeo ya jumla ya majaji wetu. Kwa mara nyingine tena ni washukuru sana wadhamini wetu Full Auto Spare Party. Hawa ni mabingwa kabisa wa uuzaji wa spare mbalimbali za magari, bila kusahau Yas Tanzania, mtandao bomba kabisa kwa ajili yako wewe Tanzania. Tafuta line yako ya Yasi na wako hapa kwa ajili ya kuweza kukuhudumia, bila kusahau BNB
Mzee Advocate. Hao ni wataalamu wa masuala yote ya kisheria. Kwa maelekezo au maelezo mazuri, basi unaweza kutafuta baadaye, itakuja kwa ajili ya kuweza kuwapa mawasiliano yao. Special thanks kwa ajili ya ndugu zetu wa Lamasia Village ambao wao wametuhosti siku ya leo. Siku ya leo Lamasia Village wanauza vinywaji vyote pamoja na tunakuja na huduma ya ukumbi. Red corner ni Ali Sultani dhidi ya blue corner Muhammad Selemani. Mabibi na mabwana, na kwenda kumtangaza mshindi wa pambano hili. Niseme nisiseme, by the way, kwenye pambano hili mechi yake ni leo. Pambano kati ya Mohamed Sulemani na Ali Sultani limeishia na kutamatika kwa matokeo ya sare, kwa majaji kufanya uamuzi wa kutoa sare katika pambano hili. Ngoja tuangalie pambano lingine atakayofuata katika pambano ya boxing battle anayofanyika hapa Lamasia Village, yaliyoandaliwa na promoter Gaddafi Zilvende Union.